Yes. Mimi naenda kutoa maoni kama mzazi wa hii maandamano ya hii kisasi mpya ambayo inakuja ikiwa na intelligence ya hali ya juu. Tafadhali, kama mimi ningekuwa mshauri, ningeshauri viongozi hivi. Serikali ni watu. Wewe ukiwa kwa serikali unasimamia watu ambao ni serikali walikuvotia kura wakasema wewe unaongoza, unatosea kuongoza na kusimamia hili rasilimali za hii nchi. Sasa mimi kwa ile vitengo inahusika, kitu watu wanalilia ni corruption. Na hii corruption ni wale watu waja tuseme wale watu wa juu. Kila mahali mtu anafanya kazi. Mukisema hata mimi nikiambiwa saa hii ile vitu unaongea kuja hapo uandike statement bila kunipatia vitisho ya kuniua. Hii Kenya yetu ukienda kuandika statement hata yule umestaki naenda naambiwa yule kijana ndiye ameandika statement. Sasa si watu wanawafia kama kijana yangu. Mimi niko na kijana saa hii ambayo ananiambia dadi, nitamaliza shule na bado wewe unaendelea kutafuta kazi. Mpaka anaangalia hivi najichekelea mimi mwenyewe. Kwa hivyo hao vijana wanaandamana, wanaangalia ile maisha wazazi wanakaa, na hao wanakaa kwa sababu watu wanasema kama una mtu wako kutoka abavu akusika mkono, hii Kenya huwezi pata haki. Kwa hivyo corruption, kama mimi naomba ile vitengo inahusika, muniite tu ni wasauli, hata ni waonyeshe vitu vile watu wanafanya corruption, vile watu wanafanya. Niko tayari kama mzazi. Na hivi vijana wanaandamana, wanaona nchi haiendi mzuri, corruption iko hapa chini. Na tunaunga mkono rais kwa sababu hakuna nchi itaweza kuendeshwa bila tax. Vile rais, kitu ya kwanza ya kukunga mkono, umeweka kila kitu kutoka shule, e-citizen. Hiyo na kuunga mkono. Lakini hizi maofisi sifuatiliwe, wale wanasimamia. Wale wafanyikazi wako na wafanyikazi wangapi? Ndio sasa kila kitu ya serikali ikuwe transparent. Ukienda pale kila kitu vile unaendelea kuweka kwa system. Hivi vitu chache toka nje, muaddress watu iko hivi na hivi. Hii maandamano itaisha. Vijana wanataka ukweli. Hii kisasi haitaki kupita atienda ukuche kesho. Inataka kumanisana hapo. Asanteni sana.